Nimekwambia kama mtu akiwa amelala akifanya kitu fulani, kama mtu alikuwa amenyongwa, anaamka kisha anaamka akisema, kama alikuwa anataka kutamka Jesus Jesus Jesus, ni kwa ndoto. Ni kama amekaliwa na ndio anataka kutamka Jesus. Unakuta mdomo unashindwa kutamka. So kitambo moja kutamka Jesus, unazinduka kutoka kwa usingizi. Yaani kumaanisha kuna watu wawili, kuna yule mtu anatamka huyo kwanza, na kuna yule mtu ako ndani mwenye anataka anaita Yesu. Mtu ana spirit, kwa yule the inner man, na kuna yule mtu nje tunamuona mtu wa ugani. So yule mtu anataka kulia, lakini mwili hauna uwezo wa kutamka, maana mwili ndio umekaliwa. So ukiamka pale, kama ulikuwa unasema Jesus, utakuta spirit yako ilikuwa inasema Jesus, na mwili wako utakuja unafanya same signs zenye ulikuwa unasiona kwa ndoto. Are you getting me? Yes. Spirit wa Mungu anapokuwa ndani ya mtu, nisikize vizuri. Spirit wa Mungu anapokuwa ndani ya mtu, kuna vitu vya force mwili. Mwili huu unapokea communication na spirit aliyokuwa ndani. So kuna watu ambao wamepingana na roho aliye ndani yao mpaka mwili wao haujapata damu ya roho. Hata mtu akiomba akisikia kuinua mikono yake inua, kwa sababu hajajifunza kusikia roho aliye ndani yake. Are you getting me? Lakini kuna venye mwili inapaswa kutembea ndio iende pamoja na roho. Mungu katika nguvu yake anafika katika Red Sea. Na Mungu asemi I'm going to do a miracle. Hapana. Mungu anamwambia Musa, for this miracle to happen, Moses, ndio muujiza utendeke, unahitaji kunyosha mkono wako ukiwa na fimbo. You have to stretch forth your hands over the waters. Na ukiinua mkono wako juu, maji itatawanyika. Kwa nini anainua mkono? Mungu ni mkuu. Si Mungu atawanyisha bila Musa alikuwa ameweka mkono kwa mifuko. Kama Musa ameweka mikono kwa mifuko, the sea cannot separate. So kuna vitu unasikia in your spirit zina force your body ifanye. So usipofanya kulingana vile spirit anasema, you will miss some things. Kuna vitu utakosea. Kuna vitu unapata katika maisha yako. Amen. So sometimes unakuta unaomba, unasikia mikono inataka kujiinua tu yenyewe. Sio mikono yenyewe. Spirit aliye ndani yako inakwambia if you can raise your hands. Kama ukiinua mikono towards the direction of your own place, unaweza kuinua mikono ukielekeza kwenu, kumbe ina directing power. Maisha yetu, mili yetu ndio ina direct where the power of God to go. Amen. Mwili huu ndio nasema nguvu itaenda wapi? Ndio ukiwekelea mikono, you are directing the power to that life. Amen. Lakini kuna watu siku zote hawezi inua mikono, hawezi piga magoti, hawana himizo yote ya roho. We should do feel roho aliye ndani yetu, vile nataka tufanye. Amen. Unasikia ukiwa unasikia I feel like kneeling down. Hiyo kitu haikusukumi mpaka unaona na kitu, hapana. You just sense it. Una sense na bado umepiga magoti. Watu wengine wanang'ang'ana, wanakataa kupiga, lakini roho alikuwa anataka kupiga magoti. If it was not for the raising of hands of Moses, kama si mikono ya Musa kuinuliwa juu, Waamaleki wangeshinda Joshua. Lakini Musa akaambiwa, akakuta, akaelewa kwamba ninapoinua mikono yangu juu, kule wanashinda. Nikirudisha chini, wanashinda. Anasema, what is it? Anasema, hiyo ni power. Musa kushinda kwa Joshua, anahitaji the power yenye kwa Musa. Akiinua mikono kuelekea Waamaleki, wanapigwa na Mungu. Are you getting me? There is power in what the Spirit of God is directing your body to do. Hallelujah. Pema mudhili na unasema wako wike, na ukitaka kufanya kwa wakati ule, you will miss. You can imagine, wanaweza kusema sisi huku chini tunapigana, Musa kule juu kwa mlimani anatuombea, sio kuomba. Ni vile Roho anataka mwili ifanye. Wanaweza kwenda mlimani wakaomba siku nyingi, huku wakiomba kule wanapigwa. Yes. Mpaka Musa aelewe vita hii haihitaji kuomba tu, inahitaji pia kuinua mikono. Are you getting me? Yes. The Spirit of God is directing. Watu wengine wale wanajua kuomba na nini. You find yourself when you are praying, hata kama uelewi, but you find your body is doing some gesticulations. Kuna wenye mwili yako inafanya ishara fulani. You might be like una point. Your body unaona tanzi lakini una point. Au you know what it, but the Spirit inside of you and direct your body. Mwili wako ni umabiti kwini yesema mwili ndio kwenda beka. Kana utembea wewe kutulia mbao. Huyu
kitu gani? Leo hii Roho Mtakatifu ukiomba hivi usikie kupiga magoti. Will you kneel down? Ama utapigana na hiyo sauti? Hiyo sauti ndogo ya vile mwili wako utafanya. I taught some other day, nilifunza. Lakini vile Roho Mtakatifu atakwambia mwili wako ifanye na ukose kufanya, utakuwa umekosea hiyo vita. There are battles asitaki kuomba umelala umeketi. Kuna battles nataka kuomba ukitembea. Amen. Unakuta mwingine akisema in the name of Jesus, ninaingia kwa kambi ya adui yangu. Ninaingia kwa kambi ya adui yangu. Maybe when you are sitting down, your spirit is not getting there. Inahitaji mwili wako ufanye some gestures. Imagine vitu fulani ni kama unaingia. Are you getting me? Many people in the Bible walifanya vitu nyingi and the Spirit of God was directing. Amen. Ndio mtatibu ananiambia kwamba that's why Jesus akiwa anaanza ponya kipofu alichukua udongo akamwekelea kwa macho akamwambia ndo kaone Siloamu. Kwa sababu kuna nguvu as the Spirit is directing. Bwana Yesu asifiwe. So kuongozwa na Mungu si kitu ngumu, but most times tunajikuta tunatembea na Mungu, tunafika sehemu tunakwama, tunaacha Mungu anaendelea na safari, tunabaki pale tulikobaki, pale ambapo tumebaki, tunabaki na shida because God is not there with us. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So haimaanishi Mungu haikuwa anataka rutiana. Spirit wa Mungu haingii kila mahali. Spirit wa Mungu anaingia nawe mahali atakapoingia. So sometimes unaweza ingia, ukakwama mahali umeingia na Roho anakungojea hapo nje. Don't worry, alama ina mabeba. Hizo roho zingine hazijaingia hapa, zinaongojea hapo nje. The moment you are done with your service, utaingia kuingia tu. Kwa sababu gani inakuja hapo nje? Pepo sio mzee kama inaweza dipuka ikatolewa na ikaambiwa usirudi hapa tena. Ndio Yesu yabe wala wangiti. So nakuta kwa hapa tunasema sisi ni matajiri, unasikia huo utajiri. Lakini hapo umepita kwa kiti, unaanza kusikia maskini wako. Kuna mtu akiwa hapa anajiamua anasema kwamba mimi kuanzia leo kama nikotoa nisikula hoteli iko chini. Nimekataa hoteli iko chini. Lakini after closing that gate, naambia mwenzako situende ile hoteli yetu. What is happening? The spirit of poverty kuingia ili kuacha pale nje. A spirit anaweza acha mtu akamfuata baadaye. Are you getting me? Roho mbaya alipotoka kwa mlima Yesu akiomba, bila kusema alimwacha kwa muda. Na sasa unaona Yesu akiingia kwa hekalu, yule roho akaingia wale watu. Na wakataka kumpiga mawe. From the mountain Yesu atakuja anaanza vita. Ni yule spirit aliyemwacha kwa muda akamfuata kanisani kwa hekalu. A spirit can leave for a moment. Kama kumewaka sana, roho huacha. Automepo anakuja tena. Roho ni kama inzi. Inzi kama karai ya chapati ni moto hawezi panda juu. Lakini kama imepoa atapanda. The spirit of the devil behaves the same. Wakati uko moto sana, wakati naomba, wakati nasoma na wakati uko give to the work of God. Ayuko na wewe. Wakati unalegea, ikapus. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu Mungu naye anatupatia weights za kushindana na vitu kama zile. Bwana Yesu asifiwe. Nitasema kama sabuni, nitainua mikono yangu, nitapiga magoti, nitalala chani. Bwana asifiwe. Nitafanya chochote Roho anataka nifanye. Ukisikia ushawishi wa leo uende katoloni ukaombe siku 2, enda immediately. Kuna sababu hii, there is a reason as to why the Holy Spirit is leading you. So mambo yanakuwa magumu kwa sababu tunaacha Mungu anatangulia, sisi tunabaki. Amen. Na pale tumebaki nyuma, Mungu ametangulia mwenyewe, tunabaki nyuma, tunabaki tukilia. Bwana asifiwe. Amina. We have to walk with God every day of our life. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo naomba watu wa kanisa hii tuwe watu wa kufanya vile Roho anasema tufanye. Tunaachwa nyuma because we are not hearkening to the voice of the Spirit. Do this and that. Do this and that. Change this to this. Change this to this. After hearing that, we pretend and we forget. And hiyo story inaishia hapa. Baadaye tunaanza kulia, mambo ni magumu, Mungu hayuko pamoja nasi. Mambo ni magumu, Mungu hayuko pamoja nasi. It's because hatutembei na Mungu.
Mungu wa Israeli ukitaka akusaidie, he must be your king. Ni lazima awe kiongozi wako, awe your king. Amen. Israeli wakasema, wakamwambia Samueli, tunataka utuchagulie mfalme kama mataifa yale mengine. Samueli akamwambia, na mimi hii leo nitamuomba Mungu. Ndio mjue Mungu hataki mkitawaliwa kama mataifa wengine, ili hali yeye anataka awe kiongozi wenu. God himself want to be a king. Hataki katikati yenu mchague mtu kama vile mataifa mengine wamechagua. Na Samueli akamwambia, hivi leo Mungu atafanya muujiza, ndio mwelewa hataki. Kasema, unaona sio wakati wa mvua, ni wakati wa kiangazi. Si hakuna mvua, ni wakati wa kiangazi. Lakini nitamwomba Mungu na anatuma radi, anatuma umeme na mvua. And then the man of God started praying. Kasema, Mungu tuma hizo nimesema, ndio hao watu wajue hautaki wewe wawe na kiongozi mwanadamu. Immediately there was thunderstorm, there was lightning, and the rain poured. As the prophet of God said, Bwana sifiwe. Ndio wanawaambia, nimefanya muujiza huu wakati sio muujiza. Ndio mjue sitaki muwe na mfalme wa nyama. If you want to walk with God, ni lazima utembee na Mungu. Utembee na Mungu akiwa is your king. Acts of Apostles chapter 7 verse 51. Weka matendo mwanza miongo tano leo. Nitasoma katika hii kitabu chenyewe, mimi nitasoma mwenyewe. Acts 7:52 anasema, he is stiff-necked and uncircumcised in heart and ears. And maybe go do more. Na badala nzaka matu na baba na go. You do always receive the Holy Ghost as your fathers did. So do ye. So stiff-necked people and circumcised in heart and ears. You always receive the Holy Spirit as your fathers did. So ye do. Watu wanaweza wakamzuia Roho Mtakatifu. You can receive the Holy Spirit. Kwa hivyo unaweza pea mtu habari ya kwamba inatoka kwa Mungu, akakusaidia kuzuia hiyo sauti. Mmesoma things unashare na watu, unashare na baada ya wao kupatia maoni yao, unasikia yao ndio ina afadhali kuliko ile ya Mungu. So you must be very careful when you hear the voice of God. Arise immediately and do the voice of God. Amuka haraka ufanye ile sauti ya Mungu. Anamakwa maana ule kwa wazi ndio Mungu. Anamakwa maana ule kwa wazi wake peke yake. Akasema kwa sababu gani mnazuia Roho Mtakatifu? Kwa sababu ni tatu. Nasema you are stiff-necked. Kwa sababu ya watu wamejifunza kuwa shingo ngumu. Mena mkiki maono mangai. They cannot turn to God's voice immediately. So huo wakati unachukua kuturn, unakuta na ile hali Mungu alikuwa anakuja kusaidia. Number 2, anasema mioyo yenu haijatahiriwa. Gosio ni nene. Mungu akiongea sauti haifiki. Their hearts are uncircumcised. Their layers will be taken out. Lakini bado Mungu akiongea, their hearts are too fat. Mungu akiongea sauti haiendi. Akasema na pia masikio yenu haijatahiriwa. Wewe unaona ni na wewe. Oraka wa bundu wewe. Oraka wa bundu wewe. Sema kwa jina la Yesu. Tahiri moyo na masikio yangu. Tahiri moyo na masikio yangu. Mbona vitu zingine unapokea sauti ya Mungu na zingine haupokei sauti ya Mungu? Sababu concerning those things, your eyes, your ears and your heart is uncircumcised. Kusibisu kao sawasawa wake kusiusu. Ngoya kunya timba ike na matoma kwa yai. If you put words ama hiyo inta kwa sikio au nasikia. So, mwa in a Amen language, mwa wena ajabu ngeze na wume. It needs fire to melt. Amen. And the word Deuteronomy 23:29 Jeremiah is not my word like fire and like hammer that breaks rocks into stones. The word of God is like fire. Amen. So unahitaji
Mungu kuhusu hiyo hali, na kwa sababu umeipokea ile neno, unachukua ile neno na unaenda nalo mbele za Bwana na unaisema mbele za Bwana. It will burn that works. It will melt that works. Itayeyusha hiyo itayeyusha mwauzubio, na after hiyo unasikia sauti ya Mungu. That's why tukienda neno la Mungu mbele za Bwana, unaona tumeomba na nguvu. Unaona ndio sehemu tunaanza kutulia. Maana now it's God speaking. Hapo ndio shika. You can see us quoting scriptures. Tunaweza kwenda mbele za Bwana mstari fulani. Sometimes hapa tumeomba, ninawaambia nasikia bado hatujapenda. Kupenya imaanishi ni Mungu hayuko. Ni kumaanisha kuhusu hiyo hali tunaiombea. Wote masikio yetu hayajatahiriwa. So Mungu anaongea lakini hatusikii. So na mpaka Mungu asikie ndio tunaona change. Wewe Mungu si kuongea tu, mpaka aongee na wewe usikie. Kwa mfano kama Mungu anaongea, umwambie Musa nyosha fimbo yako, na akiongea Musa asikii. Can you add voice separate water? The voice could not separate waters. But God speaking, Moses hearing and hearkening to the voice. That is when the miracle happens. Amen. Sio Mungu anaongea peke yake. Mungu anataka amezidi kuongea kwa sababu na Mungu anaongea 24/7, lakini hatusikiani. Mpaka ile siku tunasikia. Tukisikia kisha tufanye kwenye Mungu amesema. Is when we see the miracle. Bwana Yesu asifiwe. Mnakumbuka huyu mama alikuwa mjakazi wa Ibrahimu. Anaitwa nani? Baba Ismail anaitwaje? Agari ametoka na mtoto wake Ismail na wameenda kwa Beersheba, that wilderness, hiyo jangwa, na hakuna maji. Wakasema kweli tutakufa kwa sababu ya maji. Mtoto alikuwa analia kwa sababu ana kiu, na mama akasonga mbali na mtoto, akamwacha mtoto. Biblia inasema akufe bila yeye kumuona. Because she could do nothing. Kunde wewe ni akaiba tu kibuyu, akaiba mambo atakibuyu, na kana kae ukijini wao. Azakana kana kaiba kiasi hizi, akaacha mtoto, kumaanisha mtoto na mmoja ni mtoto atembei sana. Then the Bible says, Mungu akamwambia mama Agari, akamwambia fungua macho yako, hapo ulipo kuna kisima cha maji. We are dying, but right where we are, there is a well. So, ni nini naleta kisima? Iyari. Kusikia peke yake. Ukisikia maji yanafunguka. Miracles happens. Haya mambo ambayo utasikia sauti ya Mungu ndio yafunguke ndio uone muujiza. Chukua neno la Mungu yenye inahusu haya mambo and go before the Lord with that word and declare it before the Lord. Amen. Amen. Mimi leo nimefika hapa na Bwana akanipatia neno immediately. Neno la Bwana ilikuwa ni hivi, ameniambia hakuna kitu ambacho Mungu aliumba. Hakuna kitu Mungu aliumba dunia hii akisikia sauti yake. Anything that was created by God, ambapo everything was created by God. Nothing that is, that was not created by God. Chochote ambacho kipo kiliumbwa na Mungu. So chochote ambacho unakiona au unakifikiria na kipo, chochote kinasikia sauti ya Mungu. I'm telling you the truth. Poverty can hear the voice of God. I'm telling you the truth. That virus can hear the voice of God. That bacteria hears the voice of God. Nothing that was made by God that cannot hear His voice. Now that God started to take me to the scriptures, akaanza kunipeleka kwa maandiko, akaniambia Zaburi inasema ya kwamba milima ilipoona uwepo wa Mungu iliruka kama wanadamu. It jumped like rams when they saw the presence of God. They realized there is God here. I'm telling you, hakuna chenye kiliumbwa na Mungu, iwe ni milima, iwe ni mabonde, iwe ni maskini, iwe ni hali gani, hata haina masikio ya kusikia Mungu. That whatever was created by God can hear God. Oh yes. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kila hali kwa maisha yako inasumbua moyo wako, we subdue it in the name of Jesus. Hali yoyote ambayo inasumbua maisha yako, tunaisusha kwa jina la Yesu Kristo.
Praise the name of Jesus. Amen. In the midst of your prayer, katika kuomba kwako, unaweza kusikia maneno yale nimeongea kweli si yangu. Kama vile Zaburi anasema, anaongea Zaburi yake anasema, na hukuacha mwili wangu uozee kwa kaburi. Na hukuacha his past tense. Akaongea kwa niaba ya Yesu. Maneno ni ya Daudi, lakini kuna sehemu Roho mbeba anaenda anaongea kwa niaba ya Yesu. Yesu akiwa many years to come. So katika maombi yangu nimesikia maneno yale si yangu. That is the voice of God. That is the voice of God speaking through my mouth. Amen. Then nika change from now speaking to God, nikaanza kupokea hiyo Mungu amesema through my mouth. Amen. Na neno lilikuwa kwamba hakuna kitu Mungu aliumba akisikii jina yake. Mungu, then God akaendelea. I'm just praying. Pale nikasikia akiniambia hata wewe ambao umeokoka hakuna kitu mimi Mungu niliumba akipasa kwa kinasikia sauti yako. Everything that I created must hear your voice. If now God mwenyewe akiwa Muumba anaweza kusikiwa na viumbe vyote alivyoumba. Akaniambia hata wewe viumbe wote nilivyowaumba wanapaswa kusikia. Hallelujah. That's why when Daniel alitupwa kwa tundu la simba hawakumfanya chochote, because Daniel is from the kingdom of God. Na watu wa ufalme hawawezi mahesabu bila asia dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, over the cattle of the forest. Dominion. Tawala, na tunatawala kwa mamlaka, na mamlaka katika kuongea. Yeye anasema rumande, miaka 2. Ameongea tu peke yake, hajafanya chochote. Alikuwa serious na natoka. And then you serve 2 years in rumande. Kwa sababu aliongea tu peke yake. Authority is in speaking. God said let there be and there was. Yes. Katika kuongea peke yake kukafanyika. So sisi Mungu na sisi ametupatia dominion. Kana tawala hii na Mungu yake takani, si akibuni na si ayayani. Tunatawala na nini na kuongea. Onagelo anaanza. Imani wa hungry. Yes. Ngombe si imani ngiliumwe. Imani. Eda ni masayu kana ngombe kibani kiu. Na kika ila ngili. Kaya sila kaimanza. Kaya kata kata. Gosa niye. Inamaanisha nini? Wakati Mungu ana njaa, si Mungu ana njaa. Ni wakati mtu wake ana njaa. When you are hungry, God is able to take cows from one side. Anaweza kuchukua ng'ombe popote tu akulete. Receive abundance in the name of Jesus. Are you getting me? Cattle in thousands of mountains, they belong to me. And if I were hungry, if I were hungry, si angeuza. Mungu akasema kwamba hizo ng'ombe ni zangu. Mungu mbinguni ndiye analo king, ndio? Yes. He is the king. Ndio king. Yes. For your heavenly Father is pleased to give ye to flock. Amen. Kingdom. So God is the king. Tuko katika ufalme wake, in his kingdom, in his domain. Tuko katika ufalme wake. Na amesema katika hapa nimewapeni huu ufalme. My Father in heaven is pleased to give you what? The kingdom. The kingdom. So your will be done on earth as it is in heaven. As God is reigning in heaven, so we reign on earth. Mungu anatawala mbinguni, sisi tunatawala hapa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu anatawala mbinguni kama mfalme, na sisi ametupatia the kingdom, the king's mandate, ametupatia ruhusa ya kuwa wafalme, lakini duniani. Ndio akasema Isaiah 48, mbinguni ni ya Mungu, lakini dunia ni ya wana wa wanadamu. So we have been brought here now to reign. Tutawale. Na Mungu akitakani
Mazuri maya ne na kiburi. Hallelujah. We have given that authority. Amen. Bwana asifiwe sana. I'm getting a lot. We have been given that authority. Na kama ni mnyama wa baharini kama yule samaki wa Yesu, alikuwa amemeza ile shilingi. Na Yesu akasema, samaki wa kwanza mtakayevua, toeni kwa mdomo yake shilingi na mlipe Kaisari. Mlipe mimi na nyinyi. Are you getting me? The money that was needed to pay your tax ilikuwa imemezwa na bahari na samaki wa bahari. And now here we have the authority. Yesu akaona authority sasa. Na mwana samaki aliyemeza shilingi yenye kafanya kusumbuliwa na Kaisari. Mungu ndiye kama unajua Mungu. Maana Mungu niki our one for that year. That is going on. That is going on. Kama ile yako nilipa ya biashara, nitalipa tena. Nilipa. Yes. So au demand nini? Hiyo makaenda sasa tunasumbuka. If you will not be able to identify the fish with the one ball. Lazima tujue ni samaki. Na hapa sasa hapa ni authority. Ujue ni samaki. So I sent you now the first fish. Samaki wa kwanza kuvua. Ya hiyo shilingi. Utarusha ndoana, utaweka ile net. But utashangaa net itashika mmoja. Net itashika wengi but itashika mmoja. There will be no confusion. I declare in the name of Jesus. Ile kazi unafanya no confusion. Ile kazi unafanya no. Are you getting me? Unapotuma jerife lako, unapotuma ndoana lako, utapata the right thing. Unakuwa sehemu ile hakutakuwa na chaos. Hallelujah. Because we have authority. Yes. Nasema your money is in your fish. Nasema kwa sababu nikupatia mamlaka. Ndio ukienda na hiyo samaki umnyang'anye shilingi yako. Yeyote ambaye nimeza shilingi yako, awe ni mchawi, awe ni hali ya kweli, iwe ni nini, I declare in the name of Jesus, may it be vomited. Atapige kwa jina la Yesu. Achilie in the name of Jesus. Stop pick. Can Yesu know why boy? Ela zolo vumite. Na yeye sengani kwa bahari tunachukua shilingi na mazani kaka. Watu wangesema hizo ni mbinu. Watu wangesema Yesu hapo anatuchanganya samaki na sabuni. Iko Yesu na Yesu. Mwenye mambo ya kaida. Hiyo hamna tini. Kitangoda sinaloa kanyari. But the authority yours hapa kile baraka tuwasaka. Leo hii kwa jina la Yesu Kristo, you will be very attractive to money. You will not get that. You will be very attractive to money. You will pull money to your life. Utavuta pesa kwako. I'm talking to you. Naongea na watu wanaenda kujenga majumba makubwa. Naongea na watu wanaenda kujenga kununua magari makubwa. Watu wanajenga magorofa. Watu wanashangaa dunia, kushangaa dunia hii. Dunia mboga amesanya. Dunia mboga amesanya. In the name of Jesus. Hallelujah. With the authority, God authority, you identify where your money is. Amen. You identify even the week of your money. Yes. The year of your money. Amen. Yesu akasema Roho Mtakatifu amenitia mafuta. One thing which is kitu kimoja ambacho huwa napenda sana anasema ndio nitangaze mwaka wa Bwana. The year. Not years. Not years. Asema I declare the year of the Lord. Oh, hakukuwa na miaka mingi. Ilikuwa ni baada ya miaka 50. Ilikuwa na mwaka mmoja ndio wa Jubilee, mwaka wa kukombolewa, mwaka wa kuachiliwa, mwaka wa kufunguliwa. Waliokushika mateka wanakuachilia. It was called the year of Jubilee. Not every year is the year of Jubilee, but that specific year is the year of Jubilee. I decree by the virtue of the power of Jesus that this be the month of your Jubilee.
utajiri wako uachiliwe, uponyaji wako uachiliwe in the name of Jesus. Nakaria koste bakados. My year, my month, my week, my day of jubilee. Hallelujah. Anasema nikija mbele yenu na nitangaze tu, I will fail. Anasema but God has anointed me. Mungu amenitia mafuta. Ndio nikitangaza itimie. Na mimi leo natangaza leo. By the reason of the action of the Holy Spirit upon me, I declare mercy, maisha yako yabadilike. Leo hii mwezi tunaanza stress za maisha. Anayetusumbua tumeacha stress zake. Wanaotufukana tumeachana na wao. In the name of Jesus. Tunawadai wanatulipa. In Jesus name. Wanaotudai na walipa. Because we have a lot. Thank you, Jesus. Kasema Yesu anointed me to declare the year of the Lord. Kutangaza mwaka wa Bwana. Kutangaza mwaka wa Bwana. Geukia kumwambia this is your time.